Bwana tugeuze hapo, Bwana tutengeneze hapo, Bwana tuunde tena hapo. Ni maombi yangu Bwana kuchonge tena katika jina la Yesu. Ni maombi yangu Bwana kuunde tena katika jina la Yesu. I pray that may God shape you in the name of Jesus. Mungu akutengeneze, sema amina. Ibada inataka uchongwe. Mimi ndo maana nimewaza sana nizungumze kwa habari ya kusifu na kuabudu. Hizo vitu gani? Kaona nitaenda kwenye kusifu na kuabudu uko mbali, wakati mtu moyo wake uko nani? Moyo una shida. Moyo hujakaa sawa sawa. Huko utakuja baadaye. Moyo ukikaa sawa sawa, maisha yako yatakaa sawa sawa. Hakuna shida. Mungu atakusaidia, ibada itashuka. Utaabudu katika roho na kweli. Wimbo wa kawaida, wimbo mdogo sana wa kawaida tu ambao watu wengi wanauimba, huo wimbo mdogo, utaona Mungu anapotembea, utaona Mungu anapofanya kazi. Sema amina katika jina la Yesu. Wewe mpiga kinanda, kaa kwenye kinanda, ila sauti isitusumbue, iwe ya kawaida. Jambo la pili, hapa na maandiko mengi, utasoma wakati wako. Waebrania 6:1. Waebrania 6:1. Ukisoma unaweza kusoma, hebu soma hiyo Waebrania 6:1. Kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo wetu ili tufikie utimilifu. Tusiweke misingi tena na kuzidia kazi zisizo na uhai. Sauti yako isitusumbue, hiyo ya kawaida. Kwa kuwa na imani ya Mungu. Kwa kuwa na imani tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na nini? Na uhai. Hapo tu ndo tusiweke msingi. Maana yake tunapotubu, tunapokuwa na maisha ya toba, yawe ni maisha ambayo yako kwenye kazi iliyo hai. Yaani tunapotubu tunaona matokeo ya toba. Siku hizi tuna watu ambao wanasema wamekuja kanisani kutubu. Anakuja hapa anatubu, wakati mwingine wanalia kabisa, wanapiga na magoti wanalia, Mungu tusamehe, Mungu tulifanya 1 2 3, dhambi ninazozijua na nisizozijua. Kimsingi anasijua, hataki tukuzitaja, lakini anasema ninazozijua na nisizofanyaje, nisizozijua. Anajua kabisa akisema uongo, ila tu hataki kusema. Anyway, Mungu anamsamehe hivyo hivyo. Analia, lakini akitoka hapo maisha yake yanaendelea. Hizi ni kazi, ni toba ambazo zinafanya kazi zisizo hai. Maisha ya toba ya kweli ni yale maisha ambayo mtu anakwenda mbele za Bwana, anatubu kwa kumaanisha, alafu anabadilika kabisa. Mungu anageuza maisha yake, anakuwa ni mtu mpya kabisa. Huyu mtu hata akiwa kwenye kikundi cha kusifu, akiwa kwenye kikundi cha sifa, utashangaa hata akija hapa akatuongoza na sauti yake ambayo sio kali kama ya mtu fulani, sauti yake ni ya kawaida, lakini utashangaa uwepo wa Bwana umeshuka, na utashangaa watu wanahudumiwa, utashangaa maisha watu yanaguswa. Anapoimba kwa kiwango kidogo, wimbo mrahisi, lakini utashangaa Bwana ameshuka, Bwana amekuja, ametuhudumia, kwa sababu ni mtu ambaye anamheshimu Bwana na ana maisha ya toba. Mungu akusaidie uwe na maisha ya toba katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye hai. Jambo la pili, maisha ya uadilifu. Kanuni ya pili. Kanuni ya pili ni maisha ya uadilifu. Nini maana ya uadilifu? Uadilifu ni kufanya jambo sahihi hata kama hakuna anayekuona. Huo ndio uadilifu. Ni kufanya jambo sahihi hata kama hakuna anayekuona. Huo ndio uadilifu. Uadilifu ni unyofu wa mwenendo. Uadilifu ni unyofu wa tabia. Uadilifu ni unyofu wa maneno ambayo yanaongozwa na neno la Mungu katika maisha ya mwamini.
Sasa unisikilize sawa sawa. Mtu mwadilifu hasubiri mpaka watu wawepo wamwangalie ndipo aweze kutenda sawa sawa. Mtu mwadilifu hata akiwa peke yake anaishi sawa sawa. Na unajua unawezaje kujigundua wewe ni mtu mwadilifu au ni mtu wa ibada? Namna rahisi kujigundua wewe ni mwadilifu ni yale maisha unayoyaishi ukiwa peke yako. Yale maisha unayoyaishi ukiwa peke yako pale nyumbani, ukiwa peke yako pale kazini, ukiwa peke yako kwenye ile biashara, ukiwa peke yako unafanya kitu fulani. Yale maisha unayoyaishi pale ndio yanatafasiri ya kwamba wewe ni mwadilifu. Unanielewa sawa sawa? Unanielewa sawa sawa? Mwadilifu hasubiri watu wamuone. Hivi unafahamu kwamba tuna watu ambao, niliwaambia asubuhi nafikiri, tuna watu ambao, ama unakutana na mtu ambaye wakati akiwa kiongozi wa idara alikuwa anawahi ibada, wakati akiwa kiongozi fulani alikuwa anafanya kitu fulani, anawahi, anadeki kanisa, alikuwa anapanga viti, anafuta viti wakati akiwa kiongozi. Baada ya miaka 5 kuisha, akastaafu, akachaguliwa wengine, anaacha kuwa ibada. Unajua huyu ni mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye anafanya jambo kwa sababu watu wanaona, kwa sababu wanajua yeye ni kiongozi ndio maana anafanya. Mtu mwadilifu hata akiacha uongozi, ile tabia aliyokuwa nayo, ule mwenendo aliyokuwa nao, ule mwenendo hata uacha, utamwona anaendelea nao, utamwona anaendelea nao. Yale maisha aliyonayo, tabia aliyonayo, zungumza yake, utaona anazungumza vile vile. Mwanzo 39, Mwanzo 39 mstari wa 9. Mstari wa 9 inasema, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe u mkwewe. Kwa kuwa wewe u mkewe, sio mkwewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose nani? Haya ni maneno ya nani haya? Yusufu amefika kwenye nyumba ya Potifa, amepewa kila kitu, ana mamlaka juu ya kila kitu, ana nguvu ya kutawala kila kitu. Lakini siku moja akiwa amebaki na mama, tamaa ya uzinzi kamwingia, tamaa ya uasherati kamwingia, akaanza kumtamani Yusufu, kwa sababu Yusufu ni kijana mdogo, kijana mzuri, mwekundu hivi, anapendeza, handsome, smart. Akampenda, akamwambia lala. Maongezi yakaendelea, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ikapita muda, anamwambia lala naye. Siku moja yule mama akabidi sasa amshiani. Hiyo siku ilikuwa ndio fainali hiyo. Ilikuwa utoki hapa, lazima umenipa huduma. Anasemaje Yusufu? Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose nani? Si nimkose Potifa, nimkose Mungu. Biblia Kiingereza tumia nifanyeje ubaya huu mkubwa nimtende dhambi Mungu. Huyu ni mtu mwadilifu, hata kama watu hawamuoni. Unajua pale walikuwa wawili, Potifa singejua, wangezini, maisha yangeendelea, si sawa? Na ungeshangaa mambo yamebadilika. Mama anapika, anampenda sana Yusufu, chakula kizuri kwa Yusufu, hela nyingi kwa Yusufu, kumbe wana kitu chao cha siri kinaendelea. Lakini Yusufu amejua ya kabisa ya kwamba hiki nikikifanya ni dhambi mbele za Bwana. Huyu ni mtu mwadilifu, hasubiri mpaka watu wamuone. Hata kama akiwa peke yake mahali pasiri, yeye anatunza uaminifu wake kwa Bwana. Mtu mwadilifu ni mtu ambaye ana mipaka, anachagua mahali pa kwenda, anachagua mahali hawezi kwenda. Huyo ndio mtu mwadilifu. Kuna maeneo huwezi kuingia, naongea na watu sawa sawa. Kuna baa huwezi kwenda, yani baa tu uingii, night club uingii. Kwa nini? Kwa sababu sio eneo lako. Unanielewa sawa sawa? Naongea na watu sawa sawa.
Kuna chakula huwezi kula, kuna kinywaji huwezi kunywa, kwa sababu unajua kabisa hii ni dhambi. Unajua hii ni pombe, hii ni dhambi, hii ni sigara. Sigara ni kinywaji, sigara ni chakula kwa wale walevi. Unajua kabisa hii sigara hii kwangu mimi ni mwadilifu, haifai. Mungu anakusikiliza ukianza kuwa mtu mwadilifu, ukianza kuwa mtu mwadilifu ambaye unazingatia nini cha kufanya. Hata kama uko peke yako, maisha yako ya ibada yatabadilika. Hautakuwa na maisha ya ibada ya kawaida, ibada yako itabadilika. Utakuwa ni mtu mwingine kabisa. Utaanza kuona uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, utaanza kuona nguvu za Mungu zikitembea wewe kila wakati, kwa sababu ni mtu mwadilifu na ni mtu ambaye unatunza uwepo wa Bwana. Na ndio maana moja ya kitu cha muhimu sana ni kukusaidia wewe, ni kile kitakachokusaidia wewe kila wakati kutunza uwepo wa Bwana. Ndio maana ningekwambia kwamba waimbaji, ningewaambia kwamba tunza uadilifu, tunza uadilifu wako mahali unapokuwa. Tunza kule kazini, tunza uadilifu. Usiwe mrahisi tu, wewe ni binti mrahisi kule kazini. Wadada wakaka wanakushikashika mpaka maeneo ambayo hayafai, unajirahisisha. Akikuangalia na kupima na kuona hamna aliyeokoka. Lakini wewe jitahidi uwe mtu wa imani, jitahidi uwe mtu mwadilifu, jitahidi ukae sawasawa na Bwana, jitahidi uwe mnyofu kwenye mwenendo wako, uwe mnyofu kwenye maisha yako, uwe mnyofu kwenye kila eneo la maisha yako, na utaanza kuona ibada yako inakuwa ni ibada halisi kwenye maisha yako. Na haya ndio maombi yangu kwako, Mungu akusaidie ya kwamba uadilifu uanze kutembea na wewe katika jina la Yesu. Uadilifu uanze kutembea juu ya familia yako katika jina la Yesu aliye hai. Tutakuja kwenye ibada, tuta struggle hapa, nguvu za Mungu zitajaa. Tutaimba nyimbo rahisi kabisa, tutakuwa tukimwabudu Mungu kwa urahisi kabisa, kwa sababu nguvu za Mungu zipo katikati yetu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa.